Je, wajua muziki wa nota ulianzishwa na nani? Ndugu mpenzi wa kipindi cha Dondoo za Kale, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Dondoo za Kale kilichoandaliwa na Hosea Nengo na kusomwa kwako na mimi Despina John kutoka studio ya Nengo Media. Kabla hatujaendelea, ni kuombe ubonyeze neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, na share kwa watu wengine na comment kwa ushauri zaidi. Leo tutajifunza kuhusu mwanzilishi rasmi wa muziki wa nota. Twende pamoja. 1. Wakati wa giza, kabla ya karne ya 9. Zamani sana, muziki ulikuwa kama upepo. Ukishauimba unakwenda na haupatikani tena. Waimbaji wa kwaya za makanisani, Gregorian chants, walilazimika kukariri mamia ya nyimbo kichwani. Shida ilikuwa kwamba baada ya miaka mingi, watu walisahau jinsi wimbo ulivyokuwa unaimbwa awali. Walijaribu kuchora alama ndogo kama mawimbi juu ya maneno zilizoitwa neumes. Lakini alama hizi hazikukuambia sauti ipi hasa. Zilikukumbusha tu kama sauti inapanda au inashuka kidogo. 2. Mtawa mvumbuzi, Guido d'Arezzo, karne ya 11. Mapinduzi makubwa ya kwanza yalitokea nchini Italia. Mtawa mmoja mwenye akili nyingi aliyeitwa Guido d'Arezzo alichoka kuona wanafunzi wake wakitumia miaka 10 kujifunza kuimba nyimbo kwa kukariri. Aliamua kuchora mistari minne ambayo leo imekuwa mitano na kusema kila mstari na kila nafasi kati ya mistari itawakilisha sauti maalum. Pia alichukua utenzi mmoja wa Kilatini na kutoa silabi za kwanza za kila mstari: ut, re, mi, fa, sol, la, ambazo leo tunazijua kama do, re, mi. Kwa mara ya kwanza katika historia, muimbaji aliweza kuangalia karatasi na kuimba wimbo ambao hajawahi kuusikia maishani mwake. 3. Kupima muda, Franco of Coloni na Philippe de Vitry, karne ya 13-14. Sasa binadamu alijua sauti gani ya kuimba, pitch, lakini changamoto ilibaki: uikae note hiyo kwa muda gani? Hapo ndipo msomi wa Ujerumani Franco of Colone alipobuni mfumo wa maumbo ya nota. Alisema nota yenye umbo fulani ni ndefu na nyingine ni fupi. Baadaye, mtaalamu mwingine wa Ufaransa, Philippe de Vitry, aliongeza hisabati. Alianzisha mfumo wa time signatures, alama za wakati. Huu ulikuwa ni mfumo wa kupanga mapigo au beats ili waimbaji wengi waweze kuimba kwa pamoja bila kupishana. 4. Kueneza maarifa, Ottaviano Petrucci wa Italia, karne ya 16. Hata baada ya uvumbuzi huu, nota zilikuwa zikiandikwa kwa mkono na zilipatikana kanisani tu. Lakini mwaka 1501, Ottaviano Petrucci wa Italia aligundua jinsi ya kupiga chapa nota za muziki kwa kutumia mashine. Hii ilikuwa kama internet ya zamani. Ghafla, muziki uliandikwa kwa wingi na kusambaa barani Ulaya kote. Watu walianza kutumia mfumo mmoja unaofanana. 5. Kukamilika kwa lugha, J.S. Bach na kipindi cha Romantic, karne ya 18-19. Katika karne ya 18, gwiji Johann Sebastian Bach alihakikisha kuwa mfumo wa nota unaweza kutumika katika fungio zote 24. Hii iliruhusu watunzaji kuhama kutoka key moja kwenda key nyingine bila ala zao kusikika vibaya. Baadaye, watunzaji kama Beethoven walihisi nota havitoshi. Walitaka kuonyesha hisia. Wakaanza kuongeza neno kama crescendo, ongeza sauti, au piano, imbani kwa upole. Hapa ndipo uandishi wa muziki ulipokomaa na kuwa lugha kamili yenye uwezo wa kuelezea kila hisia ya mwanadamu. Muziki wetu wa sasa na teknolojia. Leo, safari hii imefika kwenye kompyuta. Kutoka kwenye karatasi za Guido d'Arezzo, sasa tuna program software zinazoweza kuandika nota na kuzicheza papo hapo. Lakini msingi unabaki ule ule: mistari na alama zilizobuniwa karne nyingi zilizopita. Hitimisho: muziki tunaoimba leo ni matokeo ya kazi ya wasomi, watawa na wanamuziki walioamini kuwa sauti inaweza kuonekana kwa macho. Bila wao, kwaya zetu, bendi zetu na hata studio za leo hazingekuwa na utaratibu huu wa kisayansi. Asante kwa kunisikiliza. Nikuombe usisahau kubonyeza neno subscribe ili uendelee kupata taarifa zetu, na share kwa watu wengine na comment kwa ushauri zaidi. Ulikuwa nami mtangazaji wako Despina John kutoka studio ya Nengo Media.